haki, amani na ustawi, tunaona ni mfumo ambao haya maneno yanahusiana. Limoja likikosekana lingine haliwezi kusimama. Jambo moja likikosekana katika haya mambo matatu, lingine haliwezi kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Haki, tafsiri yake ni nini? Kwamba haki inazaa amani. Kwenye haki panazaliwa nini? Amani. Amani inasaidia kupatikana ama kuonekana kwa nini? Kwa ustawi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haki ni nini? Tunapojifunza lazima tujue maana ya maneno matatu. Kwa nini yana uhusiano unaolandana? Haki ni nini? Haki ni kutenda kwa uadilifu na kutimiza maagizo ama wajibu aliokupa Mungu ili kupata stahiki yako. Ni kutenda kwa uadilifu na kutimiza maagizo na wajibu aliokupa Mungu ili kupata stahiki zako. Kwa maana gani? Hauwezi kuipata haki kama utimizi wajibu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haki haipatikani tu kwa sheria. Haki inapatikana kwa kutimiza wajibu. Ikiwa ni haki yako kula, ni wajibu wako kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amani. Amani ni mara nyingi tumekuwa tukiimba amani. Tunataka amani ya moyo, tunataka tuwe na amani nchi, tuombe nchi amani, tufanye nini? Tumewahi kujiuliza amani ni kitu gani? Au amani ni nini? Amani ni jina la mtu. Halo? Amani ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amani. Amani ni hali ya utulivu wa ndani ya moyo. Hali ya utulivu wa ndani ya moyo, usalama wa kweli na uwepo wa haki, upatanisho na ustawi katika jamii. Ni hali ya amani ya utulivu wa moyo. Amani ni hali ya utulivu wa moyo wa ndani kabisa. Usalama wa kweli na uwepo wa haki. Tunakwambia haki inazaa nini? Amani. Kwa hiyo uwepo wa haki unasaidia amani kufanya nini? Kupatikana. Lakini pia upatanisho na ustawi katika. Hapo ndio tutasema kuna haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ustawi. Ukipata haki inazalisha nini? Amani. Kwa sababu kama ukitendewa wema, ukitendewa haki, hautakuwa na kinyongo moyoni. Si ndio? Utakuwa na nini? Na utulivu wa moyo. Kwa sababu una hasira, unatendewa haki, utakuwa na amani. Ukipata amani inazalisha ustawi. Ustawi ni nini? Hali ya kuwa katika hali njema, salama, yenye afya, amani, na kukua na kuendelea katika mafanikio maishani. Ustawi, hali ya kuwa katika hali njema, salama na yenye afya, amani na kukua na kuendelea katika mafanikio maishani. Cha Mambo ya Walawi hii sura ya 19 inaonyesha mambo kadhaa. Ukisoma sura yote, hii sura imebeba hicho kinachosema maisha ya ibada na utakatifu. Maisha ya ibada na nini? Na utakatifu. Ikiwa ya kwamba Mungu anatamani na anahitaji na anataka tuishi maisha yenye utakatifu, lakini kufanya ibada zenye kumpa yeye utukufu. Na ndio maana mistari mingi ukisoma katika huu mlango utaona namalizia kwa kusema neno mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana. Ukisoma mstari wa kwanza na wa pili, huu ni wito wa utakatifu. Angalia,
Sura 19 mstari wa kwanza na pili anasema Bwana kanena na Musa akamwambia, na mstari wa pili, nena na mkutano wote wa wana Israeli, waambie, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni nani? Ni mtakatifu. Huu ni wito wa utakatifu, ambao utakatifu ni tabia ya Mungu mwenyewe. Mwambie jirani yako, utakatifu ni tabia ya Mungu mwenyewe. Mtakatifu wa Mungu. Na ndio maana Biblia inatuambia Mungu hashiriki utukufu wake na nani? Na mtu wala kitu chochote. Utakatifu ni wa Mungu. Kwa kuwa Mungu ni mtakatifu, asili yake ni mtakatifu, anatuita na anataka sote tuwe nani? Watakatifu. Ili kusudi nini? Ibada zetu tunazozifanya zimpe yeye utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni haki ya Mungu. Utakatifu ni haki yake. Unatakiwa kumpa yeye utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia mstari wa 3 na 4, anaongelea habari ya kuheshimu wazazi. Kuheshimu wazazi, lakini pia kumpa Mungu ibada inayomstahili. Kuheshimu wazazi, lakini pia kumheshimu Mungu kwa ibada tunazofanya. Mstari wa 3 anasema, kila mtu na amche mama yake na baba yake, nanyi mtazitunza sabato zangu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Msigeukie kuandamana na sanamu, wala msijifanyizie miungu ya kusubu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Anapotaka tumuonyeshe utukufu wake, anataka pia katika kuishi maisha ya utakatifu, heshima kwa wazazi na kufanya ibada inayompendeza Mungu pia vizingatiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu, tunapojifunza habari ya haki, amani na ustawi, pasipo utakatifu na ibada zinafanyaje? Zinapungua. Kwa hiyo kuheshimu wazazi ni mmoja ya kumcha nani? Kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anaposema, ukiangalia mstari wa 3 mwishoni, anasema mtazitunza sabato zangu, kukumbuka kumfanyia Mungu nini? Ibada. Mstari wa 4 anasema msigeukie na kuandama sanamu. Maana yake pia kumwabudu Mungu kwa uaminifu, wajibu wa kufanya ibada. Wajibu wetu kumfanyia Mungu nini? Ibada. Kataa sanamu, kataa miungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yetu tunaishi, unaweza ukawa unasema mimi siabudu sanamu, lakini ukawa unabudu sanamu pasipo kujua. Kwa miungu mingine tofauti na huyu Mungu. Tumpe Mungu sifa yake. Ni haki yake kuabudiwa katika nini? Utakatifu. Kataa sanamu, kataa miungu mingine, kataa kupiga ramli, kataa kwenda kwa waganga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni haki ya Mungu kumpa utukufu unaomstahili. Ni haki yake apewe. Ni wajibu wetu kutimiza hiyo ibada. Kwa kuwa Mungu ni mtakatifu, ametuita na sisi kwa nani? Watakatifu. Anasema mimi ndimi Bwana. Anaimarisha agano aliloliweka na nyumba ya Israeli. Sisi ambao tumeitwa kwa jina la Mungu, wote akatuumba huku duniani. Biblia inatuambia tuliumbwa kwa sura na mfano wa nani? Maana yake Mungu ana uhusiano na sisi wa 100%. Ana agano. Kwa kuwa alituambia tumwabudu yeye peke yake. Huu ni wito. Ukiangalia kitabu cha Kutoka ile sura ya 20 mstari wa 2, mmoja anaweza kunisomea. Kutoka sura ya 20 mstari ule wa 2. Bwana Mungu
wako iliyokutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Niliyokutoa kwenye nyumba ipi? Angalia mstari wa 36 tuliosoma katika Walawi 19. 36 anasema mizani ya haki, vipimo vya haki, efa ya haki, ini ya haki, ndivyo mtakavyokuwa navyo. Mimi ni Bwana Mungu wenu niliyewatoa katika nchi ya Misri. Anaendelea kulikazia agano aliloliweka, kumtoa mtu katika hali ya utumwa wa dhambi, kumweka katika maisha ya uhuru wa kumtumikia. Analiimarisha hilo agano. Ili kuwa na maisha ya uhuru, lazima tufanye ibada zinazompa yeye utukufu, tukatae miungu mingine. Leo hii watu wanaabudu maji, wanaabudu watu, wanatafuta upako kwa watu, wanatafuta miujiza kwa watu. Tunaacha kumtafuta Mungu wa kweli. Mungu anasema utakatifu ni wa kwake, ni wajibu wetu kufanya ibada zenye nini? Zenye utakatifu, ili tuwe na haki ya kuishi vizuri na amani hapa duniani na kuonekana katika ustawi wa maisha. Lazima tutambue ili nini? Ni mstari wa 5 kwenye sura anasema, mtakaponichinjia Bwana sadaka ya amani, mtaisogeza ili kwamba mpate kukubaliwa. Anaongeza kitu kingine hapa katika ibada, lazima kuambatana na nini? Na sadaka, sadaka za mioyo. Ili nini? Kukubaliwa. Kukubaliwa ni kupata kibali cha wewe kutimiziwa haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusipokuwa na ibada zinazomwadhimisha Mungu wa kweli, zinazompa yeye utukufu, hauwezi kuipata haki ambayo unatarajia kupata. Anasema ili mpate kufanya nini? Kukubaliwa. Hauwezi kupewa haki ya hujafanya nini? Haujakubaliwa. Kukubaliwa ni ishara ya kwamba umekubalika na kupata nini? Haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haki huleta amani na ustawi. Haki huleta amani na ustawi. Mistari ya Mungu tulisoma kwenye hiyo sura, mistari ya mwanzo kwenye sura 19 anaonyesha utakatifu. Utakatifu huzaa haki, na haki huzaa amani, na hiyo amani inazaa nini? Ustawi. Bwana Yesu asifiwe. Katika mistari hii kuanzia mstari wa 30 mpaka 37 kuna mambo kadhaa yanajitokeza hapa. Jambo la kwanza, haki ya kumwabudu Mungu pekee. Haki ya kumwabudu Mungu pekee. Ukiangalia mstari wa 30 na wa 31 ni kutimiza agano lake na kufanya ibada zenye utakatifu. Anasema zishikeni sabato zangu, mpaheshimu patakatifu pangu. Mimi ndimi Bwana. Zishikeni sabato zangu, mpaheshimu patakatifu pangu. Mimi ndimi Bwana. Msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Haki ya kumwabudu Mungu pekee yake. Hiyo ni haki Mungu anaitaka kwetu. Timiza wajibu. Tunampa Mungu haki yake, na yeye anatupa haki yetu ya sisi kuishi na kuwa na ustawi katika haya maisha tunaishi kwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili ambalo liko hapa linapatikana katika mstari huu wa 32. Haki kwa wazazi na kuheshimu wazee. Haki kwa wazazi na kuheshimu wazee. Wazee wamebeba maono, lakini ni watu ambao wametutangulia, si ndio? Pia wana hekima na nini na busara, kwa sababu wametangulia kuona vitu vingi. Hasa katika mstari wa 32 anaonyesha ni haki yao, na kufanya jambo hilo ni kumcha Mungu. Ukifanya jambo hilo, kuheshimu wazazi, kuheshimu wazee, kuwapa wazee heshima yao, kuwatambua ya kwamba ni watangulizi wetu, lakini pia wamebeba sura ya Mungu, ni kumcha Mungu. Nasema mwondokeeni mtu mwenye mvi. Mwondokeeni, sio mwondokeeni mkimbie. Anasema mwondokeeni ni pale unapomwona
mtu mzee na unampa heshima yake. Mara nyingi kwenye usafiri wa umma unaweza kuwa umepanda gari, afu akapanda mzee, hakuna tena siku umekaa. Ukichukua hatua ya kusimama na kumpisha akae, umemwondokea mzee hapa, ukampa nini? Heshima yake. Lakini vijana wa leo hii, japokuwa leo hii haizai, dunia inaita watoto wa siku hizi, na wewe siku hizi msitaki kumwona na watoto. Ni vile tu kwa sababu tunajiona kwamba sasa tuna uhuru, kwamba na mimi ni haki yangu kukaa nalipa nauli na nini na nini. Unaweza kukutana na mzee amebeba hata mzigo. Zamani ilikuwa inafanyika, unakuta mzee unamsaidia, unafanya hivi. Sasa hivi kwa sababu ya sayansi na teknolojia na kuporomoka kwa maadili, ukipanda gari mzee amepanda, atajua mwenyewe kwani alikuwa nini imejaa. Unaona eh? Inawezekana kuna mahali anawahi kama unafanya nini? Unawahi. Maisha yote tunayoishi hapa duniani, maisha yetu tunaishi na kila tunachokifanya kimeandikwa kwenye Biblia. Amini hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kimeandikwa kwenye Biblia. Ukichunguza aina ya maisha tunayoishi, yote yanayotokea katika ulimwengu huu yameandikwa humu. Tukishindwa kuyatimiza, hatumchi Mungu. Sasa utakamili wanasema, heshimuni uso wa mtu mzee, nawe mche Mungu wako. Yaani kumheshimu mzee. Hapa anaongezea nawe mche Mungu, mimi Bwana. Namalizia tena leo kazi ya agano lake kwa maskini na mhitaji, uwajali kama unavyojali nafsi yako. Angalia mstari wa 33 na 34. Sema, na mgeni atakaa pamoja nawe katika nchi yako, usimdhulumu. Mgeni akaaye pamoja nawe atakuwa kama mzalia kwenu. Mpende kama nafsi yako, kwa maana ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kuwajali maskini na wahitaji. Anapozungumzia mgeni, sio ile tu ya kwamba rafiki yako amekuja kutoka huko mbali akaja kukutembelea. Mgeni kwa tafsiri ya Biblia ni yule mtu yeyote ambaye anakuja kwako, anahitaji msaada kwako. Inaweza kaa jirani yako, ni mhitaji, ni maskini katika hali ya kidunia, amepungukiwa na mahitaji haya ya binadamu, ni mhitaji. Anaposema anapokaa kwako, umfanye kama nani? Mzalie, yaani awe kama ndugu yako, umfanye kama umezaliwa pamoja naye, kubeba uhitaji wa mwingine kama wa kwako. Anasema ujali kama unavyojijali wewe. Hiyo ni haki yao. Mungu ameweka haya maisha kuwa na usawa. Amina. Kuna wenye nacho, kuna wenye nacho kidogo cha wastani, alafu kuna wasio. Hali zote hizi Mungu amezishika katika maisha ili kusudi tusiwe na viburi, tuweze kuheshimiana na kudumisha upendo ambao Mungu anautaka. Hiyo ni haki ambayo kila mtu anatakiwa kuipewa, na hiyo haki inaambatana na wajibu wa kulibeba kama la kwako binafsi. Na ndio maana anasema mpende kama nafsi yako. Mstari 34. Umpende huyo mhitaji, umpende huyo ambaye unaona ni maskini, umpende huyo ambaye unaona hana. Mpe hiyo haki na yeye kufurahia maisha kama vile unafanya nini? Unavyofurahia maisha. Haki huleta amani na ustawi. Na hapo sasa tutaona ustawi ya kwamba kila mtu anaipewa kuwa mwaminifu katika yale unayotenda. Kuwa mwaminifu katika yale unayotenda, kutimiza wajibu wako kwa uaminifu. Mstari 35 na 36.
mstari wa 35 na 36, msifanye yasiyo haki katika hukumu, wala katika kupima, wala katika mizani, wala katika cheo. Nasema ya haki ndiyo mtakavyokuwa navyo, ndivyo mtakavyokuwa navyo. Kila kitu kiwe cha nini? Cha haki. Wajibu tulionao. Mungu anakataa kuwa na udanganyifu katika kutimiza wajibu wetu, katika kazi zetu tunazofanya, kutokuwa na nini? Na udanganyifu. Mungu anakataa kuwa na udanganyifu. Anasema mizani ya nini? Ya haki. Lakini anasema katika nini? Cheo, kutoa hukumu za nini? Za haki. Tusiwakandamize wengine. Utakatifu wa kweli haupimwi tu madhabahuni, unapimwa katika wajibu na mwenendo wa maisha yetu. Kipimo cha utakatifu sio kwa sababu tunasali, tunafanya maombi, tunaomba. Kipimo cha utakatifu ni kutimiza wajibu wako pale ulipo. Wewe ni fundi, kuwa mwaminifu katika kutimiza na kufanya kazi ya mtu kwa ukweli. Bwana asifiwe. Umeambiwa toa kosti ya material itakayotumika, toa iliyo ya haki, iliyo ya kweli. Tuna tatizo, watu wengi wanaweka na ziada, si ndio? Ili kusudi mpate faida mara ngapi? Sio haki. Anasema mizani ya haki. Anapozungumzia mizani, hazungumzi kwa wafanyabiashara tu, anazungumza katika kila anachokifanya. Katika mashamba, unaweza kaenda mahali ukaenda kununua shamba, ama ukaenda kununua kiwanja mahali, mtu akakuibia, au kwa sababu unajua vipimo, ukajua huyo ni vipimo, ukampimia kwa 20 ukamwambia ni 30. Sio haki. Vipimo vya haki, hii ni ya haki, kumpa mtu kile kinachostahili. Yule mtu asipokuwa na kinyongo, asipokuwa na kitu kinachomsumbua ndani, akiwa na amani, ustawi unafanya nini? Unaonekana. Ukimfanyia mtu jambo nzuri katika maisha, atakwambia neno nini? Asante. Si ndio? Atakwambia neno, lakini neno asante anapolitoa kutoka moyoni, inaambatana na maombi ndani ya moyo wake ya Mungu aendelee kufungua baraka. Hapo ndio ustawi sasa utaonekana katika maisha. Ukitendewa haki, nikatendewa haki, ukatenda haki, nikatenda haki, tutakuwa na amani. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kukataa rushwa. Wangapi wanafahamu rushwa? Wangapi wanafahamu rushwa? Bwana Yesu asifiwe. Hivi rushwa ni nini? Ili kufundisha haki. Mtu anachopewa ili kufundisha nini? Haki. Lakini kuna rushwa ambayo inatokea bila kufundisha haki. Si ndio? Si ndio? Ni rushwa aina gani? Unaona? Nipe majibu kwenye mtihani, natokea mimi pale dukani. Hiyo ni rushwa, sio rushwa? Ni rushwa, sio rushwa? Hiyo ni rushwa na ufisadi. Si ndio? Yaani nataka mtu asome kwa ajili yako, wewe hutaki kusoma. Unamhonga kwa mandazi. Si ndio? Wakati mwingine unaweza kufanya jambo la haki ya kwamba
Kiongozi akasimama akasema mfano. Toa mfano. Sasa hivi si ligi inaendelea hapa ndani. Usipoenda uwanjani tunakupa adhabu. Mfano sasa kiongozi amechukua mtoto. Ni wajibu wetu, lakini kama ni mazoezi kwenda uwanjani, si ndio? Hapo uende. Hapo baadaye sheria ndio inakutaka uende, baadaye sasa sheria ikakukuta kweli mkosea, hujaenda ukaadhibiwa. Kiongozi amefanya makosa kwani? Ametimiza wajibu wake, si ndio? Sasa wewe unapewa haki kulingana na ulichokifanya. Ngoja kwenye mjana kutamsaidia. Sisi tunasemaga. Yaani nataka kwa hiyo akifikia haki, akiona umeenda kinyume na utaratibu, akikuwajibisha, unaona haja kutendea haki. Lakini ametenda haki. Asipolifuatilia akapuuzia, akaacha akasema, ngoja yani basi tu yani kwa sababu rafiki yangu yuko. Hili kama ni rushwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema Eva ya haki. Ini ya haki. Ndivyo mtakavyokuwa navyo. Tenda haki katika kufanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho ni haki katika hukumu. Tenda haki katika maamuzi, haki katika hukumu, haki katika hukumu. Mstari 37 anasema, zishikeni sheria zangu na hukumu zangu na kuzitenda, mimi ndimi Bwana. Sheria zangu na hukumu zangu na kufanya nini? Na kuzitenda. Kutumia sheria kutoa maamuzi, lazima utende nini? Haki. Katika matunda ya haki, unapotenda haki, kuna mambo yanaonekana. Mithali 12 mstari mchache pale nitasoma, lakini naomba mmoja nitafutie Matendo ya Mitume 17:28. Matendo ya Mitume 17:28. Mithali 12 mstari wa 5, 21 na 28. Ukitenda haki tuone, unapotenda haki inatuepusha na madhara ya kila aina. Mithali 12:5-21-28 anasema, mawazo ya mwenye haki ni adili, bali mashauri ya mtu mwovu ni hadaa. Mstari wa 21, mwenye haki hatapatikana na msiba wowote, bali wasio haki watajazwa mabaya. Kitenda kinyume na haki, kuna ubaya unafuata nyuma. Mstari wa 28 anasemaje? Katika njia ya haki kuna uhai, wala hakuna mauti katika mapito yake. Katika njia ya haki kuna nini? Kuna uhai, wala hakuna mauti katika mapito yake. Kukiwa na uhai sasa ustawi unaonekana. Ukisikia mbegu inaoteshwa, ikachipua, ikaota, ikastawi, inanawiri, inaonekana. Matunda yanazaliwa, yanaonekana. Watu wanafurahia matunda. Wengine wanafurahia kivuli. Bwana Yesu asifiwe. Ustawi, haki inasaidia uhai kuwepo na hakuna mauti. Yale unayotenda hayataangamia, yatastawi. Haki huleta amani na ustawi. Matendo ya Mitume 17:28 alepata. Katika yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi aliyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Amen. Tunaishi na kuwa na nini? Na uhai wetu. Hatuwezi kuishi kama tuko nje ya Kristo. Ili tuwe na maisha yenye kutenda haki, kuipata amani na kuwa na ustawi katika haya maisha, lazima tuwe na Yesu ndani. Kuishi katika kumpenda Mungu, kutenda haki, kumcha Mungu, kufanya na kutimiza wajibu wetu. Hiyo ni ibada yenye maana mbele za Mungu. Kumpa Mungu utukufu na utakatifu ni sambamba na yale ambayo tunayatenda katika haya maisha.
ni ibada yenye maana mbele za Mungu. Kutenda na kutimiza wajibu wetu, kuwafanyia wengine haki, kuhakikisha amani na kuwepo ili ustawi uonekane. Hiyo ni ibada njema mbele